Naam, karibu mtazamaji wa Jamaa Africa TV ukiwa nami John Michael Station aka The Olded Boy. Bwana, leo nakukaribisha kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Jamaa Sports ambacho kinaluka kupitia studio za Jamaa Africa TV, na kikubwa tu ni kuweza kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Utakumefanya jambo la uungwana kabisa. Na kama unavyojua michuano ya AFCON tayari tunayo mezani hapa, zikiwa tayari zimeshacheza baadhi ya timu, lakini pia ni tayari juma jingine ambalo limeshaanza. Na ukiangalia michuano ambayo imeshachezwa mpaka sasa ni mingi kwa namna moja ama nyingine, ikiwa ni ufunguzi wa Morocco kuibuka na ushindi, lakini pia ukiangalia michezo ambayo imepigwa katika siku ya jana, lakini pia siku ya leo tena kuna michezo mingine ambayo inapigwa, yani timu 52 zikipiga katika siku 13. Bwana noma sana. Hii yote ni hangover ya jana. Bwana, ilikuwa so poa. Game ya jana iliweza kunipa morali sana. Niko na mchambuzi hapo Azamu ambaye ni Michael Daudi, mmoja kati ya skipper wale washabiki wa Barcelona lialia. Asipokopo Rafinha wao wanakuna kidevu na kuanza kuleta sababu zao. Lakini bwana, leo nadhani tutakuwa sambamba katika michuano ambayo ipo mezani kwetu ambayo ni AFCON. Tukiachana na michuano mingine ambayo inaendelea, lakini AFCON kwa sasa ndo michuano mikubwa. Mimi Instagram ukimcheki kwa Olded Boy itakuwa ni fresh sana, lakini pia ukimcheki kama skipper itakuwa ni unyama. Bwana Michael, tuko hapa na michuano kadhaa ambayo tuko nayo katika siku ya leo. Michuano ambayo inakwenda kupigwa bila kupepesa macho kabisa. Kongo na Benin. Lakini kama unafahamu Benin sio wabaya, sio wazuri sana. Kongo wanajulikana uwezo wao kutokana na wachezaji ambao wako nao. Lakini pia Senegali anakutana na Botswana ama Kilikili, itakuwa ni mechi aina gani? Lakini pia hapo kuna Nigeria na Tanzania. Muone lo balailo. Na wa Nigeria kama wametali wanachekelea kukutana na Tanzania kwa sababu sisi ni mashemeji na wao. Lakini pia hapo kuna Tunisia na Uganda. Unadhani itakuwa ni game za namna gani katika siku ya leo? Ukiangalia tayari AFCON inashika hisia za watu. Kwanza kabisa tukianza na game ya mapema leo hii saa 9:30 kwa huko Tanzania, na kule kwao ni saa 8:30 nadhani nchini Morocco ndio. Kwa hiyo sasa game ya leo pia Kongo na Benin, kwa makaratasi ukiangalia Kongo wana kikosi kizuri kwa Benin, na pia wachezaji mmoja individual wako vizuri. Ndio. Na kwa ukiangalia kwa hata kwa mechi hizi za nyuma za zilizopita, Kongo wamekuwa na kikosi kizuri na wamefanya vizuri. Hata kwenye michuano ya ile ya knockout za World Cup ndio kumtoa Nigeria, sasa hivi wanasubia knockout nyingine ndio waweze kufuzu mlango mmoja. Kwa game ya leo Kongo ndio favorite, na naamini akicheza vizuri anashinda. Kwa Benin leo anaingia kama underdog, so Kongo ni favorite. Na tukija kwenye mechi ya saa 12 ya Senegal na Botswana, hii game ipo open sana tena kwa Senegal wana kikosi kizuri sana. Kwa naamini leo Senegal anakupata zake 2.3 anafuja zake. Na ukifuata game ya Tanzania na Nigeria sasa hapo ndo unaweka mapenzi mbele. Sasa hapa tunaombea sasa Tanzania tufanye vizuri katika hii michuano, maana katika hii ndo mara yetu ya 3 tunashiriki 29 23 na hiyo sasa hivi. Kwa hiyo naamini hatuendi tena kama underdog. Ina maana tunaenda tayari tukiwa tuna uzoefu wa miaka zaidi mitatu. Hatuyo kupata ushindi zaidi tu ya kupata draw. Kwa hiyo Nigeria leo vizuri. Leo tunataka kufanya. Yaani kazini kwetu kuna kazi. Kwa naamini leo tukiingia kwanza inabidi tunasema tujitume zaidi. Na pia kwanza kuna taarifa ya nasikia Faisal leo anza asomo ya kosi sababu ya nasikia na kadi. Kwa hiyo nadhani yeye andaswepo, na hata pia kipa ya Selemani Yakubu pia naye andaswepo pia. Kwa sababu kipa pale nadhani leo atakata Foba anamwamini sana. Foba pia kama tunakata kizaji za juzi hapa amedaka dhidi ya Casablanca, naamini
Wydad Casablanca. Alifanya makosa akaikwa benchi. Alizaa vizuri, sio kama vibaya. Alizaa vizuri. Na ukiangalia game ya derby, nzima derby dhidi ya Simba, amefanya sana save. Yaani kwa ni week au nini hata afanya save. Kwa hata leo akianza golini sio mbaya. Kwa hiyo Nigeria ni wachezaji ambao ukiangalia wao wenyewe wanatumia sana nguvu. Na ukiangalia the like of Osimhen, kule kimuna kapanda hewani, anatumia sana nguvu. Yaani ni striker ambaye yeye anakola na kasi, anatumia sana nguvu. Kwa hiyo leo mimi tu naamini Baka akiamka vizuri leo katika ubora wake, naamini kumzuia Osimhen tunaweza. Yaani Baka anaweza kabisa, sina shaka naye sana. Baka anaweza kumzuia bwana yule. Maana hata ukiangalia game ya mwisho ambayo tulicheza dhidi ya Guinea na jamaa ndo Abdullah hapa pale Dortmund. Jamaa yule ni one of the best striker katika sasa hivi katika bara la Ulaya na anafunga sana. Lakini tunaweza kumzuia tukiwa hapa taifa. Kumzuia sana. Job na Baka. Glasi. Ya Baka alicheza Glasi mpaka kuna muda anatoa macho. Anaamini. Anaamini hawa watu wa wapi hawa. Kwa hiyo naamini leo na Osimhen tunaweza kumzuia taweza. Lakini pia kesi nyingine ije katika pembeni huku. Sasa leo ukiangalia Nigeria wana bwana anaitwa Ademola Lookman. Yule jamaa bwana, yule nasema ni invited winger. Yule akimbilii chaki. Yaani yule akimbii kwenye chaki. Yaani sio kibendera apige cross. Hizo mambo kana. Yeye ana kati. Kati na anapiga kevu, walete kati. Kwa naamini leo namba 2 kama kaa ni Kapombe ama kikaa Haji Mnoga, naamini leo inabidi tufanye kazi ya ziada sana kumzuia bwana Lookman. Mani one of the best, na mwaka jana nadhani ya mwaka jana amechukua African Ballon d'Or, yani mchezaji bora wa Afrika. Costa Nigeria kiukweli kinatisha. Yaani ukianza moja kwa moja jina mbali humo ni England, sio Italia, sio Melukuruka, sio kuna Uturuki, kuna Ufaransa, ni watu mabori ambao wao. Sisi sasa kama Tanzania tunao watu. Tuna Kevin John, mmoja kati ya wachezaji wazuri. Tuna Mbwana Samata, kuna Chazi Mombwa. Chazi Mombwa ni mchezaji mfupi lakini uhatari wake anapokuwa kwenye mechi kubwa anabadilika sana. Tuna wachezaji ambao wameshaingia kwenye vikosi, wachezaji wapya. Na tuna Tariq, mmoja kati ya mawinga hatari. Unaona ni Tanzania aina gani tunaenda kukutana na timu kama Nigeria. Sasa mipango yetu sisi ukiachana na safu ya mabeki, siku zote tutegemea hapa Tanzania Jobu pamoja na Baka. Kushoto Zimbo Junior, no doubt. Kulia Kapombe. Ushauri kwa Kapombe. Game ya mwisho naona Kapombe na Azam wanacheza na Simba. Mwana Saaduni alitumia upande wake kuleta goli 2. Sasa huyo ni Saaduni. Unakutana na mtu kama Simon. Unakutana na mtu ambaye ana uzoefu mkubwa. Anacheza ligi za kulipwa kubwa. Nini Kapombe atatakiwa afanye? Ama nini anatakiwa kufanya Mohamed Hussein kama fullback wetu? Kwa sababu wao ndio tunategemea sana leo kuzuia mashambulizi ya pembeni ambayo imekuwa ni kama chakula kwa timu nyingi sana inatumia hizi mbavu za pembeni. Kwanza mechi ya leo mimi kama ningevaa vitu vya Gamondi nisingemrudisha Kapombe. Mwingine na Haji Mnoga. Sababu Haji Mnoga ni versatile player. Nikwambia versatile player, anacheza namba 2, kiungo anacheza, hata beki namba 3 pia anaweza kucheza. Kwa hiyo mechi ya leo ningependa aanze Haji Mnoga badala ya Kapombe. Sababu unajua yule Haji Mnoga anacheza ligi ya England daraja la pili nadhani. La pili. Kwa hiyo ana uzoefu naye pia mkubwa, anacheza kule sana watu wa hivyo anacheza na watu wa kule, anacheza sana. Kwa hata akija hapa Tanzania kwenye kimataifa haoneshi kiwango kibovu. Anaonyesha bwana mimi nacheza Ulaya, nacheza hivi. Na hata ukiangalia game zake ya AFCON ya Ivory Coast
alicheza vizuri chini ya bwana nani Morocco, alicheza vizuri. Kwa hiyo mimi naamini game ya leo sababu ya uhatari wa Lukman, na nikimwangalia Lukman alivyo ni mfano hivi mfupi kidogo, ana mwili anakimbia sana, kwa Jimnoga nadhani kikaa kule atafanya kitu. So ila simwandali sana Kapombe, sio kama aliweza kufanya kazi, hapana. Kapombe ndiye ni nzuri, ameweza na mliza kafu miaka mingi sana. Kila siku in out kwenye post ya Simba anaanza na ameshamkana na misukosuko kama hiyo. Kwa hiyo naamini hata yeye akianza atacheza vizuri vile vile na atazuia vizuri. Hata ukiangalia game ambayo tumecheza juzi na White pale, alipiga cross, atakapiga header goal. Kwa hiyo naamini hata leo, lakini leo ni opt twende na Haji Mnoga sababu kuna kapanda hewani, amepanda hewani na mwili mzuri, ukaba hata pia mwili, kuna muda pia mwili wa mtu nao unasaidiana na mfano mzuri za nikakupa mechi ya Man City na Liverpool. Ndio bwana Olaile. Leo ukimwangalia utamwona kama Legend mama, anawila na mwili mkubwa mzuri, ila Mo Salah hakufurukuta kwa mtoto sababu ya mwili wake. Sasa kipiga chenga ndio huyu hapa. Kwa naamini hata game ya leo Mnoga mbele ya Lukman zaikaa bato nzuri sana. Kwa naamini leo Mnoga ikikaa itakuwa nzuri. Na ukija kwa Zimbwe yes no doubt, sema Zimbwe huwa mwanzoni anacheza vizuri, ila ikifika dakika 70 hivi na kama tank hivi inapungua. Lakini sasa mechi ya leo naona itakuwa sana ni na kaba sana. Yaani mechi ya leo ni kukaba sana naona. Maana pale upande wake kwanza kule kuna jamaa ndo Chikwezi. Chikwezi yule nabidi cheke bwana. Yaani mpira unaocheza Lukman na Chikwezi unafanana kabisa. Yule ni winga ambao wenyewe akimbilii hawaendi siku nyingine, wala wakati na wanapiga kevu goli. Kuna Milo Zimbwe pia akiamka vizuri, inshallah anacheza vizuri hivyo. Pia hivyo watu waombee tu wachezaji wetu waamke vizuri, wacheze vizuri, na naamini mechi ya leo Simon kuingie kwa kufusi draw. Simon, yani unajua kitu ambacho sisi tunachopambana na